you work, work becomes easier and work becomes better. Mheshimiwa Rais, swali hili la nyongeza ya milioni 93 katika Ikulu mimi nimeliuliza na linafungamana na matumizi haswa ya ugatuzi. Na Wakenya wamejiuliza, haswa Wakenya wa matabaka ya chini, pia viongozi haswa maseneta katika mrengo wa upinzani, kwamba je, Rais, wewe ni adui wa ugatuzi ama unaunga mkono ugatuzi, ikitegemewa kwamba ni maseneta wako ambao waliangusha pendekezo hili la tume ya mgao wa ushuru CRA kuongeza mgao hadi bilioni 4.7 wakapitisha 407. Na katika hali hiyo, je, unaona wewe unaunga mkono ugatuzi? Manake katika Ikulu unaweza ongeza milioni 93 tu katika kipindi cha wiki moja ikipitishwa, lakini fedha kwenda katika kaunti hakuna, mpaka zinapunguzwa. Unaunga mkono ugatuzi ama ni adui wa ugatuzi? Mimi ni rafiki mkubwa sana wa ugatuzi. Basi mbona na waulize magavana wetu. Wananielewa vizuri sana. Na nataka nikueleze, nilizungumza na magavana wetu nikawaambia, my friends, siwezi nikaenda nikakopa tukuje tugawane. Hapana, hiyo siwezi kufanya. Hivyo ndio tulikuwa tunataka tufanye. Hapana. Nikawaambia tugawane ile ushuru tumeokota. Ile ya kuenda kwa sababu mwaka uliopita iliisha mwaka kama tuko na deni ya karibu bilioni 90 pesa ya makaunti. Mimi ndio nimekuja kuilipia. Na ni kwa sababu tulijidanganya, tukawaambia tutawapatia pesa kiasi hii. Haikupatikana hiyo pesa. Ikabidi ivuke iende mwaka unaofuata. So mimi nimewaambia safari hii, ndugu zangu, budget nimepunguza borrowing, ile mikopo, kutoka karibu trilioni 1 mpaka milioni 600. Kila mmoja wetu akaze mshipi. Yeah? Sisi tutakaza mshipi upande wa serikali ya kitaifa na kila mtu. Na ndio sababu tulikubaliana na wao pesa ambazo tutagawanya kwa counties ni bilioni 385. Kwa hivyo uliwashawishi maseneta wako kuangusha? Sio maseneta, niliwashawishi magavana. Lakini pendekezo ile liliangushwa pale wakati wa kupiga kura. Je, kulikuwa na mkono wako kwamba wale maseneta wanaogemea upande wa Kenya Kwanza waangushe? Wale maseneta ni viongozi. Wako na akili, ndio walichaguliwa. Ile kazi ni kazi yao. Lakini wale wananisaidia kazi ya kuendesha serikali, kwa sababu mimi na wao tulichaguliwa upande mmoja. Mimi na wao tuliuza sera pamoja na wao, kwa sababu ni viongozi wa Kenya Kwanza na wanaelewa mpango wetu na wanaelewa budget yetu na wanaelewa kiasi ya pesa tuliyoko nayo. Na mimi nataka nikuulize, kwani wale magavana hawatoki kwa kaunti? Kuna gavana wazimu hataki pesa iende kwa kaunti yake. Lakini you have to be realistic. You live within your means. Lakini magavana wao hao wamekukilia kucheleweshwa kwa pesa, mishahara na kadhalika. Na ndio nimesema, as decent, responsible people and leaders, we cannot live beyond our means. We have to be brutally honest with ourselves. What is possible and what is not possible. And I have sat down. I am the only president who has taken a lot of time. I have sat down with governors for 2 days. We have agreed on what we are going to do. We have agreed on joint plans. In fact, we have agreed with the governors that we are going to co-invest, just to show you the level of comradeship between my administration and the governors. We are going to jointly sponsor county, aggregation, and industrial parks. I have put 5 billion shillings in the budget to support that county function, because I want to reduce post-harvest losses. I want to bring on board value addition, because that will happen if there is a partnership between the counties. Agriculture is devolved. They will work and aggregate, because the power of aggregation helps us to provide storage. Therefore, we minimize post-harvest losses. It also gives us an opportunity to create volume where we can market
And number three, it gives us an ecosystem for us to value add so that we can take it forward. And by the way, in those, just let me finish, in those county aggregation and industrial parks, we have also linked them to commodity exchange and warehouse receipting so that counties can be linked. So that, because you know, the problem we normally have is there is plenty in one corner of the country and there is scarcity in another corner of the country. And in between, there is no mechanism of how do you make sure that you close the gap between where you are in another corner, food is going to waste because it is too much and it cannot be absorbed. On another corner, people are dying or people are hungry because they didn't have food. So commodity exchange and warehouse receipting is going to link the county aggregation and industrial. I have a direct question on that, Mr. President.